tunaona kwamba mama hakupoteza tumaini. Alipojipata katika hali kama hiyo, akagundua kwamba kuna mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elijah. Ndipo mama huyu akaamua kukimbilia mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elijah. Na alipoenda kwake, Elijah alimuuliza, nikufanyie nini? Akaongeza swali nyingine kabla mama hajajibu, akasema, una nini nyumbani? Mama, kwa sababu ya mawazo aliyokuwa nayo mengi, akajiona kwamba hakukuwa na kitu nyumbani. Lakini alipofikiria vizuri, akakumbuka kulikuwa na kachupa kama mafuta katika nyumba. Hakujua kwamba it was an opportunity to change her life. Hakujua. Huyo mama hakujua kwamba ilikuwa ni fursa ya kubadilisha maisha yake once and for all. Ushawahi patikana katika shida, na unapojiangalia unaona kwamba kweli hakuna matumaini tena. Unapojiangalia unaona kwamba huna mbele wala nyuma. Wakati unapokuwa katika shida, mara nyingi shetani hukufunga mawazo uone kwamba you have no option. Shetani mara nyingi anaweza kufanya uone kwamba uweze kupoteza matumaini, so that you can give up, and also to make you give up on God. That's what Satan does. He blinds our minds so that tuweze kujiona kwamba hatuna matumaini. Huyu mama aligundua kitu moja. Kilichompa matumaini ni alipomkimbilia mtu wa Mungu ambaye anaitwa Elijah. Wengi wetu tumepoteza fursa katika maisha. Wengi wetu tumejipata kana kwamba tumepoteza nafasi za maisha kwa sababu ya tunapokumbwa na matatizo, hatumwangalii Mungu, bali tunaanza kujiangalia sisi wenyewe. Mara nyingi tumepata fursa nyingi sana. Mara nyingi tumekutana na opportunities without recognizing those opportunities. Many times tumepata katika hali ambapo katika hali ya kufanya maamuzi, tunafanya maamuzi ambayo yanatufanya ni kana kwamba hatusongi mbele. Na ndio inatufanya tunajipata tumepoteza the opportunities in life. Every day is a day of opportunity. Ingawa ni kwamba wengi wetu we don't take advantage of the days we have in this world. Hata living alone, maisha ulio nayo peke yake ni an opportunity. If you maximize your life well, it will bring a big impact in your life. Na pia kwa wote wanaokuzunguka. Because kuna wale wanapoangalia katika ulimwengu, kuna wale ambao hawana matumaini, wengine ni wagonjwa. Lakini hata wanapokuwa mgonjwa but you are breathing, it's an opportunity. Katika Biblia tuna kisa kimoja ambacho nataka tuangalie. Kisa nacho kipata katika kitabu cha Marko 10. Mark 10 kuanzia verse 46. Wengi wetu tumepata kwamba tumekubali tupitwe na fursa kwa sababu tumekuwa insensitive ama hatukui makini katika kuangalia hali ya maisha na pia kutafakari juu ya mpango wa Mungu katika maisha yetu. Unapoangalia kitabu cha Mark 10 kuanzia verse 46, ningependa msomaji mzuri tuandamane na yeye kwa haraka.
Katika Mark 10 napata mwanamume ambaye alikuwa anaitwa Bartimaeus. Bartimaeus katika lugha ile inamaanisha ni mwana wa Bartimayo. Ndipo naona kwamba katika hali hiyo Bartimayo alikuwa ni kipofu ambaye alikuwa anakaa katika Jericho, katika barabara za Jericho akiomba. Akiomba pesa watu wamsaidie jinsi anaweza kujiendeleza katika maisha. Kuna amepata aanze kusoma tafadhali. Patia mic. Biblia inasema nini? Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples. And a great multitude. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. The son of Timaeus sat by the road begging. This is a beggar. Mtu mwenye anaomba. He has become a nuisance kwa watu wengine. Watu wanapopita kwa barabara wanashindwa, wengine wanapiga kona watafute njia mbadala ya kumwepuka ili wasiwaombe pesa. Za beggar. Amekaa kwenye njia, amekuwa akiomba. Lakini napoangalia ni kwamba huyu Bartimaeus kuna kitu kimoja ambaye alikuwa nacho. Kitu cha kwanza tunaona kwamba alikuwa anasikia. Na watu ambao hawaoni mara nyingi wanatumia sense ya kusikia vizuri sana. Wanaposikia ni kwamba anahakikisha kujua kwamba ni fulani, unapoongea sauti anajua ni fulani ndiye apita hapa. Hiyo ndio the gift ambao wamepewa. So they are used to maximizing the opportunity of hearing. Na pia wanatumia opportunity ya kukumbuka vizuri. Memory yao iko very sharp. Ndipo huyu Bartimaeus najua kwamba alikuwa amekuwa na habari. Alikuwa amekisikia habari juu ya Yesu Kristo. Na amesikia jinsi ambavyo Yesu amefanya makubwa. Alikuwa amesikia jinsi Yesu ameshughulikia vipofu. Na kuangalia katika Biblia wanasema kwamba katika vile Yesu alishughulikia vipofu imetajwa karibu mara 31. Na ndipo unapata kwamba kuna siku ambayo Yesu alipokuwa anaponya kipofu, wanafunzi wake wakauliza, huyu ni nani? Ni nani aliyekosa? Nani aliyetenda dhambi? Unapoangalia katika kitabu cha Yohana 9:2. Yaani watu wanadhana kwamba wakati uko katika hali fulani wanajua kuna kitu kibaya fulani ulifanya. Ndipo Bartimayo huyu alikuwa amekaa kwa njia akiombaomba katika hali yake ambapo alikuwa ameona kwamba hiyo ndio hali pekee yake anajisaidia katika maisha. But the opportunity came one day. Katika hali ya memory yake akatazamia kwamba kuna wakati ambapo Yesu atakuja kupita katika Jericho. Nasema kwamba Yesu alikuwa anapita Jericho kuelekea Yerusalemu kwa ajili ya Pasaka. Na baada ya Pasaka najua kwamba Yesu alikuwa asulubishwe. So it was the only chance, it was the only opportunity ambapo Bartimayo alikuwa naye. Alipokuwa amekaa chini akitafakari, akiombaomba, watu wakiangalia nini kinaendelea, watu wengine wakimkejeli, watu wengine wakimpuuza, wakimdharau. The day came. An opportunity came. And he was able to recognize the opportunity kwa sababu alikuwa anasikiza habari za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
wakati ambapo unajipata unaweza kuangalia neno la Mungu, it's through the word of God that we can come across opportunities, we can realize opportunities ambazo tunaweza maximize. Bartimayo akiwa pale akaanza kusikia watu wanaongea. Wanaongea. Watu wakitembea wanaongea. Akakuwa makini kusikia hao watu wanaenda wapi. Lakini katika kusikia kwake tunaona kwamba akasikia watu wanataja Yesu. Bartimayo akasema, huenda huyu mwanamume amefika. Huenda huyu mwanamume amefanya ako area. Bartimayo hakusita. Katika kutafakari kwake akasema, kama sitatumia hii nafasi, kama sitatumia hii fursa, sitapata fursa nyingine kama hii. Bartimayo apiga nduru, Yesu mwana wa Nazareti, unirehemu. Yesu mwana wa Nazareti, unirehemu. Anapopiga kelele, wale ambao walikuwa wamemzingira Yesu wakakuja wakaanza kumwambia, we, funga mdomo. Hujui ni nani huyu anapita. Wacha kelele. Wewe endelea kupotelea mbali. Vile ambavyo mara nyingi unapata kwamba wakati ambapo unajiona kwamba umepoteza tumaini, unajiona kwamba huko katika hali nzuri, many people wataanza kukufanya ukufe moyo kabisa. They will discourage you. Wengine wataanza kukufanya ni kana kwamba hawataki ukaribie pahala ambapo utafaidika, maximize your opportunity. Do you know that? Do you know kuna watu ambao wanapokuona umemkubali Yesu katika maisha yako, they are not happy. Kuna watu wanajua kwamba wanapokuona leo umechukua nafasi unakuja kanisani, hawafurahi. Na ndio unaona kwamba saa zingine wanapojua kwamba utaenda kanisani Sabato, wanaanza kufanya mambo, wanakuletea shughuli. Wengine wanaanza kupigia simu, anakuambia kwamba, mama, twende mahali fulani, tafadhali nakuja kutembelea asubuhi. Na hakuna sababu maalum anayokuja kusaidia nayo. Ni kwamba anataka kujelewesha kanisani. Watu wanapoona unatembea na Yesu, watu wanapoona unapiga mayowe ukutana na huyu Yesu, ni kwamba wanasema kwamba hapana, funga mdomo. Kuna vizuizi vingi tunavyokutana navyo ambazo zinatufanya we are not maximizing our opportunities. Bartimayo akasema, walipojaribu kumfunga mdomo, na hata kuimagine kwamba kuna hata mwingine alienda akajaribu kufunga mdomo, wacha kupiga kelele, wacha kutusumbua. Kwa sababu imagine huyu ni anaomba abega, kipofu, ambaye katika hali yake wanamuona kwamba he is useless and is nothing. Bartimayo akapiga kelele. Lakini what gives me hope, chenye kinanifurahisha sana ni kwamba wakati ambapo Yesu alisikia sauti, Yesu akasema, achana na yeye. Somo tunalemka msamaji. Mark 10:47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet. But he cried out more louder, all the more, Son of David, have mercy on me. And then, so Jesus stood still and commanded him to be called. When Jesus heard that voice of Bartimaeus, he stood still. He stopped. Let me say this. Whenever you cry to God, heaven stops to listen. Unaposikia Mungu, nasema kwamba mbingu husimama na kusikiza kilio chako. Despite kwamba watu wengine watajaribu kuzuia. Nasema kwamba unaenda huko, unaenda nini? Unaenda kufanya nini? Acha nikwambie,
Whenever you give your life to Jesus, anapoona kwamba yeye peke yake ndiye wewe umeweka mawazo yako, he stops to attend to your needs. Akasimama. Aliposimama, endelea kusoma. So Jesus stood still and commanded him to be called. Yesu akasimama na akasema mwambie afanye nini? Aje. Then they called the blind man. Saying to him, be of good cheer. Be of good cheer. Rise. He is calling you. He is calling you. Bwana Yesu asifiwe. Umeona vile watu wako the way people are hypocrites. Hawa ndio walikuwa wanamwambia nyamaza, wacha kupiga kelele, lakini because the King of Kings amewaambia kwamba wachana na yeye na amesimama, wanabadilisha sauti, wanasema kuja amekuita, jipe nini moyo. Yaani wanaanza kuongea vizuri. Sio kila rafiki ni rafiki, ndugu yangu. Kuna wale wanaoona kwamba if there's an opportunity you have in life, watajifanya wanakusupport, lakini kumbe katika mioyo yao wako na mawazo tofauti. Hao watu wakapatia mawazo tu, wakasema ati kuja anakuita. It was a surprise to them. Katika macho ya Mungu there's a nobody. Katika macho ya Mungu hakuna ambaye hafai. Ndipo walipomuita, Yesu akawaambia kwamba mwacha kuje. Akamwambia kuja. Endelea kusoma somaji. And throwing aside his garment. Lakini unaona kwamba Bartimayo unapomwangalia ni kwamba hakuwa na kitu, lakini kitu alichokuwa nacho nini? Ni nguo, ile vazi. Imagine hilo vazi huwa anakaa chini. Wangapi washaiona watu wa kuomba wenye wanakaanga kwa viti gani? Kwa kiti kama hii. Wanakaanga wapi? Wanakaa kwa wanakaa chini kwa vumbi. Yaani kuonyesha kwamba they are down to earth. Na ndipo unaona kwamba katika hali hiyo vazi lake ni chafu, liko na vumbi. Bartimayo akasema, hata kama nitakimbia uchi, waje nikimbie, bora nimfikie. It was the only opportunity. Wengi wetu tumeacha na fursa zimetupita kwa sababu mara nyingi tunaona haya ya kumuita Yesu. Many of us, we have let the opportunities pass us kwa sababu ya maringo yetu. Bartimayo called on Jesus, the King of Kings. Na Yesu akasimama, akasema kuja. Hakujali atenda katika njia gani. Wasema kwamba Bartimayo akaaja vazi lake na akamwendea. Akaendea Yesu. Alipoenda kwa Yesu, Yesu alisema nini? Endelea kusoma. He rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him. What do you want me to do for you? Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Nakumbuka the same question was asked huyo mwanamke mjane. Elijah aliuliza mwanamke, nikufanyie nini? It's not that God didn't know what to do for that widow. Si ati Yesu hakujua chenye atakana afanyie Bartimayo. He knew. Lakini Yesu akauliza, unataka nikufanyie nini? What do you want? That's the same question. Saa zingine unapata kwamba lazima tujiulize. Many of us don't know what we want. Unapoenda kwa Yesu, unaanza kujihubiri mbele ya Yesu. Go direct to the point. That Bartimayo aliambia Yesu nini? Alimwambia nini? The blind man said what? Rabbon. That I may receive my sight. Bwana Yesu asifiwe. In other versions nasema kwamba so that I want to regain my sight. It means this man
kuna wakati ambapo alikuwa anaona. This man, kuna wakati ambapo alikuwa anajifanyia vitu. Lakini kwa sababu ya shida na magonjwa fulani yalipotokea, ni kwamba akajipata haoni tena. Akaenda kwa barabara. Nataka nikwambie my brother, kama Mungu amekupatia macho you can see, thank him. Mshukuru Mungu. Imagine if you can just be blind for just 5 seconds leo. Imagine wewe ni kipofu kwa dakika 5 tu. Mpaka kijana huyo ametingiza kijabani. Hata mwenye anatembea, hata mwenye hasikii, afadhali akiona. Macho. Ndipo naona ni kwamba wengi wetu pia we are spiritually blind. Shetani ametufunga mawazo yetu. Ametufanya hatuoni pahali mibaraka inatoka. Ametufanya tunapofanya vitu tunafanya katika jinsi ambayo sio kulingana na mapenzi ya Mungu. That's why we remain beggars forever. Naposoma kitabu cha 2 Corinthians 4:4 inasema ni 4:4, lakini shikilia pale Mark tu bado utasoma Mark tu kutoka kwa hiyo kitabu tu bado. 2 Corinthians 4:4, what does it say? Paul says this. 4:4 2 Corinthians. It says whose mind the God of this age has blinded. The God of this world has blinded. Endelea. Who do not believe. Let the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Komea pale. Nani ako na version nyingine? In whom the God of this world has blinded which believe not, less of Christ, who is the image of God, shine unto them. Shine unto them. Bwana Yesu asifiwe. Christ is the image of God. And whatever he was doing to Bartimaeus, he was God himself attending to Bartimaeus. Ni Mungu mwenyewe alikuwa anashughulikia Bartimaeus, mahitaji ya Bartimaeus. Na ndipo leo hii hata wewe Mungu anakuuliza unataka kufanyia nini? What he needs ni kwamba uondoe all obstructions, all obstacles ambazo zinakufanya usimkimbilie, ambazo zinakufanya usimkimbilie. As God's people, God has many opportunities for us. God has a lot in store for us. What he wants is to open our eyes so that we can see the opportunities before us. Anataka tufunguke macho tuone fursa nyingi ambazo ametupatia. Or else, if we don't run to him, utaona kwamba we'll continue to be beggars. Tutajiona kwamba we are poor, and yet God has a lot of opportunities for us. Bartimayo alipoenda kwa Yesu, alimuuliza unataka nikufanyie nini? Endelea kusomaji. And Jesus said unto him, Go thy way. Thy faith has made you whole. And immediately he received his sight. And followed Jesus in the way. Bwana Yesu asifiwe. Amen. After receiving his sight, he followed Jesus on the way. The problem is, many of us, tunapopokea mibaraka, we turn aside. Wengi wetu, tunapopokea mibaraka, tunaanza kung'ang'ana na mibaraka ambayo Mungu ametupatia na msahau Mungu wa mbinguni. You are here as a student. Najua saa hizi unasema Mungu nisaidie nipate school fees. Mungu anakusaidia. Mungu asaidie usome umalize, upite mtihani, upate kazi. Wanashangaa wakati ambapo nakutana na mtu ananiambia, Pastor, I'm very busy. You become busy for God. Mwenye alikutoa from kwa blind amekupatia macho na amekufungulia all those opportunities.
opportunities, unaanza kuwa busy for God. That's nonsense. Unaanza kuja kanisani saa 6. Lakini wakati wewe mgonjwa, unaanza kulia, Mungu ukiniponya, nitakuwa nafika kanisani saa 2 nimekaa. Lakini wakati unapona, unajipa shughuli. Unaamka unafanyako shughuli zako kidogo, ndio unaenda kanisani. Unaanza kuweka Mungu anakuwa namba 2 katika maisha yako, hata kama sio namba 3. Wakati huyu Bartimayo alipofunguliwa macho, alimfuata nani? Yesu. Unapopata mibaraka, Mungu anapokufungua macho, Mungu anapokuwezesha uanze kuona opportunities, endelea kukaa karibu na Mungu. Fuata Mungu katika maisha yako. Don't move away from God. The same way huyo mwanamke ambaye ni mwanamke mjane, the same way alipobarikiwa, kwa sababu alipoenda akajifungia katika nyumba bila ambavyo mtumishi wa Mungu alimwelezea, akaanza kumimina mafuta. Vyombo vilipojaa, alirudi tena kwa nani? Kwa mtumishi wa Mungu Elijah. Wakati Mungu anakubariki, that's the time to be close to God more and more. Napoangalia ni kwamba wakati Bartimayo alipofunguliwa macho, ilimwezesha kufanyia vitu zake. Ilimwezesha na imani kwamba ilimwezesha hakuomba tena, because he maximized the opportunity. I maximized the opportunity aliyokuwa nayo, and he received his sight. Today I want to pray. Kama kuna any opportunity you need to maximize, ni kumkubali Yesu katika maisha yako. That's the only opportunity I want katika maisha yetu. Kupatia Yesu maisha yako, and other things will follow. Unapompatia Yesu maisha, atakufungua mawazo, atakufungua akili, atakupatia hekima ya kutafuta, atakupatia hekima ya kuweza kufumbua opportunities nyingi ambazo zinatupita. By the way, many of us tumeacha opportunities katupita because of our pride, because of what people will say. Tunaacha opportunities katupita. But today I want to pray, Mungu atusaidie, so that you and me can run to Christ. Can you make heaven stop because of you? Je, unaweza fanya mbingu isimame na iseme kwamba nataka nishughulikie huyu mzee, nataka nishughulikie huyu kijana, nataka nishughulikie huyu mama ama mtoto? The only opportunity that I don't want you to miss is to accept Jesus in your life. This morning, napoangalia ni kwamba Bartimayo hakuacha fursa iweze kumpita. Bartimayo hakuacha the opportunity kumpita. Je, wewe leo hii ni kitu gani unachohitaji katika maisha yako? Give your life to Jesus. He will open your eyes. He will show you many opportunities of making money. He will show you many opportunities, but above all, utakuwa na opportunity ya kuurithi ufalme wa mbingu. That's the greatest opportunity that I don't want you to miss. That's the greatest opportunity that none of us should miss. Wengi wetu tumejiweka very busy, biashara up and down 24/7. Nataka nikwambie, Biblia inasema hivi: tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na haya mengine tutafanya nini? Tasbisho. It is true. That is what ndiye alifanya. Kwa sababu alipoulizwa nikufanyie nini, hakusema ninunulie gari,
Hakusema nijengee nyumba. Hakusema nipatie pesa. He said, I want to regain my sight. Mungu anapokufungua macho yako, utapata mengi mazuri. Imagine siku hiyo Bartimayo akisimama mbele ya mfalme wa ufalme. Imagine kabla hajafunguliwa macho, hilo tamanio lake, moyo wako kidunda. When the opportunity comes, unapata kwamba hata we mwenyewe unajipata kwamba you're not settled. Lakini nataka niseme kwamba when you give your life to Jesus, hakika kuna mambo mengi mazuri ambayo utayapata. Kama kuna jambo nzuri ambalo lote sote tunahitaji, ni ufalme wa mbingu. This morning nataka niombe na wale wanaosema kwamba Mungu, I want to give my life to you. Nataka nikupatie maisha yangu kwako. Nataka unifungue macho ambapo sioni opportunities. By the way, there are many opportunities around us. But kwa sababu tumekaa mbali na Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, unaona kwamba shetani ametufunga macho, tumekalia mali, tumekalia vitu, lakini sasa unaona kwamba kwa sababu tumekaa mbali na Mungu, hatupatii hiyo nafasi. Hatuoni hiyo nafasi. This morning nataka mimi na wewe tuweze kujiuliza, tutaenda kukaa hivi mpaka lini? Tutaenda kukaa hivi mpaka lini? We need to come to Jesus and cry unto him, because he's ready to open our eyes so that we can see all opportunities as we continue maximizing them. Wapendwa Open Paper, wapendwa wa KMTC, as we close the camp today, there's one opportunity ambayo sitaki ukose. Opportunity ya ufalme wa mbingu. Hiyo ndio naomba tu. Because vitu zingine zote Mungu ametupatia. Ufalme wa Mungu ambaye alienda kutuandalia iwe sehemu ya mibaraka ambayo mimi na wewe tunahitaji. Can you imagine wakati ambapo uko blind standing mbele za mfalme? Siku ya leo nataka niombe Mungu atusaidie kama watoto wa Mungu tuweze kuona kwamba tunakaa miguuni pa Yesu na azidi kutufungulia mibaraka katika maisha yetu. Wangapi pamoja nami wanasema, Mungu, nimekaa katika upofu kwa muda mrefu, but today I want to see and to regain my sight again. Kama uko naambi kama hilo, simama tuombe pamoja. Nataka Mungu akufungue mawazo tena, macho yako tena, uone mibaraka ambayo ametupatia. Naposoma kitabu cha Ephesians 2 verse 10, Ephesians 2 verse 10, sema nini? 2 verse 10. Verse 10 ndio tuende kuimba huo wimbo. Soma. Maana tu kazi yake. Maana sisi tu kazi ya Mungu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tutende matendo mema. Tutende matendo mema. Ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza. Ambayo tokea awali Mungu alifanya nini? Aliyatengeneza. Ili tuenende nayo. Ili tuenende nayo. Umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kuna yale aliyokupangia mambo mazuri kabla hujazaliwa. Ni ile tumekubali shetani ametufunga macho. Tumekuwa vipofu. Tumeacha Mungu. Ndipo unaona kwamba huo uzuri hatuuoni katika maisha yetu. Yesu alikufa msalabani kwa sababu yako. Kwa sababu yangu. Ili tuweze kuokolewa. Na kitu kikubwa kilichomfanya Yesu akafa msalabani, ili mimi na wewe tuweze kupata uzima wa milele.
That is the greatest opportunity ambayo haitakani upoteza. Licha ya mengi mazuri mengine ambayo yanatajwa katika maandiko matakatifu, uzima wa milele should be number 1 on the list. We are saved. It is an opportunity. Today is an opportunity so that you can be honest again with your God. Katika matoleo yako. It's an opportunity. Be honest with God. Let him begin to use you for his own glory. Allow him. Let us sit in the presence of God always. Anapokuja mara ya pili, anatuhitaji. Wacha tuanze upya maisha yetu tukiwa miguuni pa Yesu. Kama unaombi kwamba nataka tuombe pamoja katika mkutano huu, nataka upige tu hatua utoke kwenye tent. Kuna kivuli hapa mzuri. Piga tu hatua. Unataka kuanza upya maisha yako na Yesu, piga tu hatua tusonge mbele. Nataka tufunguliwe macho. Tufunguliwe macho, tuone opportunities. Tuone nafasi ambazo Mungu ametupatia za kujiendeleza katika maisha. Unatamanio kama hilo. Wakati ambapo Bartimayo alimuona Yesu. Yesu hakuenda penye Bartimayo alikuwa. Bartimayo alienda kwa nani? Kwa Yesu. Piga hatua uweze kusonga mbele, tuombe pamoja. Kama uko na ombi kama la Bartimayo. Asante mama. Asante mama, asante sana. Yesu ametupatia a lot of opportunities, but we are not maximizing them kwa sababu tumekubali shetani ametufunga macho. This morning I just request yule ambaye anataka kwamba nataka nifunguliwe macho. Nataka niweze kuona mibaraka hii ambayo Mungu ameniandalia. This morning I want to pray with such a person. Unajua huenda unaweza simama pale useme kwamba uko sawa. By the way uko sawa. Jinsi ulivyo. Kaa tu uko sawa. But there's a lot in store for you wakati unapomwendea Yesu. Asante sana, asante kwa wale mnaokuja. It's time. This will be the only opportunity. Hata kuna mwingine anasema kwamba haya mahubiri tumeyapata, tumeyasikia mara nyingi. Wenda this is the last time you are listening to this message. This is an opportunity ambayo lazima tuweze kuona kwamba tunaanza upya maisha yetu, being honest with our God, because he needs to open more opportunities for us. Aweze kutuonyesha mibaraka yake, aweze kutufungulia mibaraka yake, na tuendelee kusimama na kazi yake. Maximizing every opportunity as we go. Unayo hata nguvu, huwezi kuendelea, hujapodharauliwa, hujaporushwa pia, watu wakikudharau, wapendao dunia, kuambata mikononi, atasikia. Asante, asante, asante. Asante kwa wale tumesonga mbele. Huenda umepiga hatua, umekuja mbele. Na katika maisha yako nasema kwamba you want to make a covenant with God through baptism. That's also an opportunity. It's an opportunity that should not pass you. Don't leave this opportunity to pass you. Because it's a commitment you are making with God through baptism. Uenda uko naombi kama hilo, naomba kwamba unaweza piga hatua ukuja hapa mbele ya penye pastor hapa penye hapa. We want to pray with you. Asante mama.
Usisite mama. Asante mama. Asante mama. Kuna mwingine? Naona roho wa Mungu ananiambia kuna mwingine anasema kwamba nataka kumake commitment na Mungu wangu kwa njia ya ubatizo. Asante. Kuna mwingine anayesema anasema kwamba when you move closer to Christ, anapopatia maisha yako, mbingu husimama kushughulikia mambo yako. But Maya was nobody kwa watu waliokuwa wanamuona. Alipopiga hatua kwenda kwa Yesu, mbingu ilisimama. Ijapokuwa alidharauliwa, but at the end of the day, waliokuwa mdharau walimpa heshima. This morning, ni kitu gani kitakuzuia kupatia Yesu maisha yako? This is the greatest opportunity unapopatia Yesu maisha yako. Kwa sababu heaven itashughulikia mambo yako yote. Itafungua nafasi na fursa nyingi ambazo shetani amekuzuia kuzipata. That is what we need nowadays. This morning, want to pray. Mungu atusaidie. Tusikubali kuendelea kuwa vipofu wakati ambapo fursa zinatupita. Tusikubali kuendelea kuwa vipofu. Kuna mwingine ambaye anasema anataka kujiunga na hawa kabla hatujaomba. Kuna mwingine anataka kujiunga na hawa watatu kabla hatujaomba, ambaye anasema sitaki hii fursa inipite, sitaki hii nafasi inipite. Nataka niweze kufunguliwa macho na nione fursa ambazo Mungu amenifungulia njia hapo mbele. Asante. Yesu akuita ujitoe moyo sasa. Yesu asiwakawia wajeleo watafurahi waaminio. Amka upesi njoo, msikie, musikie. Yesu akuita ujitoe moyo sasa. Kabla tuombe, sitaki nifungie mtu fursa hii kama bado hawajafanya uamuzi. This is a matter of life and death. When you make a bold step to stand for Christ, you have decided to forsake the world and you decided to choose life. There is no other time that you'll find again to make this bold step. However, if you want to begin your life with Christ through baptism, and something heavy is still in your heart, still telling you, no, don't move, don't make that step. Come on, that is not your church. Something is pushing you back and telling you, what will people say? This is the time. It is not what will people say, it is what does God say. Praise God. And that is why we are taking this time and patiently waiting for you to make a bold step and stand for Christ and forsake the world and decide that from today it is Jesus and I and nothing between. Amen. Is there anyone still there? Just raise your hand. Is there anyone? Is there anyone? Is there anyone? Are you still there? How long can we still wait for you? Are you coming? Just come. Make a bold step and stand for Christ. Are you coming? Is there anyone? Jotu, just come. Don't hesitate. Just come. Is there anyone? Mom, are you coming? Are you coming? Let's bow our heads. Let's bow our heads and close our eyes. Is there anyone still coming? Kuna yote ambaye bado anakuja? Njoo. Yes, just come.
Even as we be praying, just make a bold step and come. To a minute walk. Almighty Redeemer, our Lord, our Father, our friend, who is called Emmanuel, God who is with us. This afternoon, in this compound of this school, God, your voice has been raised so high. We've lifted your banner in this compound. We've spoken words of hope, wonderful words of life. And yes, we've heard. Over the week, God, this voice has been so loud. And yes, you say that we shall not be judged on the things that we did, but we shall be judged on those that we heard, and we never made use of it, God. We pray, God in heaven, you died for us on the cross and went to the Mount of Calvary, God. A mount of bones and skeletons, a mount where people were to die. And you died there, God, just that we may also not die, but we may also live on high. Father Lord, thank you for these souls that have made a bold step to stand for you, God. In the broad daylight, they've made a bold step, God. Wakati wamefanya uamuzi kama huu, wewe ambaye ni msikiaji wa maombi yetu, usiruhusu waweze kukatishwa tamaa na shetani. Ulinzi wa nafsi yao tunakabidhi mikononi mwako. Uweze kuwa nafsi, uweze kuwa nguzo, uweze kuwa ngome katika maisha yao. Wafungulie njia za mtakatifu, waongoze katika mapito yao. Uweze kuwa kimbilio la mtakatifu. Wanapokimbia katika ulimwengu huu wa dhambi, ulimwengu huu wa mauti, ulimwengu huu wa kukatisha tamaa mtakatifu, hebu uweze kupokea na mkono wako wa rehema. Waze keti miguuni pako. Wanapoenenda kuanzisha maisha upya pamoja na Kristo. Manake katika ubatizo umesema kwamba hakuna mtu atakaye ingia katika ufalme wa mbingu pasi na kubatizwa. Na ukasema kwamba hakuna mtu atakayeona mji huo pasi na kubatizwa kwa maji mengi na Roho wako. Wameamua kubatizwa na maji mengi ili waweze kuona utukufu. Wakati siku hiyo itakapofika, waambie kwamba ingieni rahani wa Baba yenu. Hebu Mtakatifu uweze kuwashika mkono, utembee pamoja nao, wazingire, wafunike chini ya bawa zako, uweze kuwa ngao na ngome katika maisha yao. Katika jina la Yesu Mtakatifu naomba na kuamini. Amen. Amen.